Ndugu mfuatiliaji wa kipindi chetu cha Discover Your Purpose and Destiny, napenda kuchukua fursa hii kukaribisha katika kipindi ambacho tunaita Sunday Blessings. Kama kawaida, Sunday Blessings tunasikiliza na kuleta kwako yale ambayo tumefanikiwa kuyasikiliza katika nyumba za ibada ambako tumefanikiwa kushiriki katika siku hiyo. Leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Siku ya tarehe 8 mwezi wa 3 ni siku ambayo wanawake wote duniani wanasherehekea siku inayoitwa siku ya wanawake duniani. Kama wakina mama wanajikumbusha na kuangalia mambo mbalimbali, na mimi napenda kuchukua fursa hii kuwatakia wanawake wote heri ya wanawake duniani na kuwapongeza kwa majukumu makubwa ambayo mnachukua katika familia na katika jamii yetu. Sasa leo nimeweza kusikiliza mambo matatu ambayo kimsingi kasisi ameweza kuyagusia. Jambo la kwanza na la muhimu sana, amezungumzia kitu kinachoitwa kwamba katika maisha unatakiwa uende nje ya mipaka ya mtazamo wako. Unajua wewe ni kwamba yako mambo mengi ambayo katika maisha yako unakutana, ziko ndoto nyingi ambazo uko nazo katika maisha, viko vitu vingi sana ambavyo unavipata kama uzoefu au kama experience, lakini sio mara zote kila unachokiona kinabaki kama kilivyo. Unatakiwa uongeze uweze kuweza kwenda nje ya mipaka yako. Watu wengi ambao wamefanikiwa katika mambo yao wamejitahidi pia kwenda zaidi ya mipaka yao, yaani kile unachokiona unaenda beyond ya kile ambacho kama vile unavyokiona katika macho yako, na kwa jinsi hiyo inakusaidia wewe kuweza kuwa na uwezo mkubwa wa kuona vitu vikubwa na kuweza kuweka mkakati wa jinsi ya kuweza kuvifikia. Katika hayo akawa ametolea mfano mmoja ambao alisema kwamba mama mmoja yeye aliweza kumsikiliza Yesu, lakini katika kumsikiliza Yesu akaweza kutambua kwamba ndani yake kuna kitu ambacho ni kikubwa zaidi kile alichokuwa nakiona. Yaani hapo akasema kwamba yule mwanamke akatafasiri kwamba huyu ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo yule mama alifanikiwa yeye kuweza kwenda beyond the limits, zaidi ya kile ambacho angeweza kukifahamu. Unajua wewe unakutana na watu wengi katika maisha yako, lakini sio kwamba vile ambavyo unawaona hao watu ndio tafasiri ya kile ambacho unakifikiria wewe, lakini ukijitahidi kwenda beyond the limits au zaidi ya mipaka, utagundua kwamba kuna vitu vingine ambavyo ni vya ziada ya kile ambacho wewe ulikuwa unakifahamu. Ndio maana mimi nimeshajifunza sana kusema kitu ambacho au kuishi kitu ambacho kinaitwa kuwaheshimu watu wengine, kwa sababu yule unayekutana naye uweze kujua kwamba kwa wakati huo ni nani na yeye anapitia katika changamoto gani, au ni kitu gani ambacho huyo mtu yuko na uwezo nacho, au ni kitu gani ambacho hayuko na uwezo nacho. Kwa hiyo going beyond the limits au kwenda nje ya mipaka ni kitu muhimu sana, kitu cha kwanza. Kitu cha pili, yeye aliweza kugusia kwamba maisha ni safari, na mimi napenda kukubaliana na huo usemi kwamba maisha ni safari. Kwa hiyo katika maisha kuna vitu vingi ambavyo wewe unavipitia, lakini ni safari. Kama vile ambavyo unaamua kwenda kusafiri kutoka mahali fulani kwenda sehemu nyingine, maana yake ni safari. Hata aina ya usafiri unachagua, ile usafiri gani, ni safari unaenda. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo akazungumza jambo lingine, akasema hata imani pia ni safari. Imani uliyokuwa nayo wewe kwa Mwenyezi Mungu, imani ambayo uko nayo hata kwako wewe mwenyewe, na imani uliyokuwa nayo katika maisha yako au katika kuexercise mambo mbalimbali katika maisha yako ni safari. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe nafahamu kwamba katika maisha kuna vitu vingi vinavyoweza kutokeza. Kuna vikwazo, kuna mafanikio, kuna watu ambao unakutana nao na upendo, na watu utakutana nao watakusisti katika safari yako. Ni safari, lakini hayo yote unayapitia kwa sababu hiyo safari haiwezi kuwa nyepesi tu. Kwa hiyo akatolea pale mfano kwamba safari ya imani sio safari ambayo ni static, ni safari ambayo ni dynamic. Lakini vile grafu hiyo ya safari ya imani, kuna nyakati inapanda, kuna nyakati inashuka. Kwa hiyo na wewe pia katika maisha yako fikiria jinsi unavyomwamini Mungu kwa imani yako, lakini ni safari ambayo wewe unaipitia. Kuna nyakati unaweza ukawa uko vizuri sana, lakini kuna nyakati unashuka. Lakini usikubali kushuka mpaka ukashuka na ukashindwa kunyanyuka. Kikubwa ni lazima uangalie kwamba inapotokea kwamba kunatokea kushuka, ima unajitahidi kuendelea kupanda ili safari yako iweze kuendelea. Kwa hiyo maisha ni safari, na hiyo kweli imani pia ni safari, na ni muhimu sana ukaweza kujua hiyo safari jinsi unavyoiendea, aina ya usafiri unaotumia, ili wewe uweze kwenda kufika kwenye safari uliyoianza. Kitu kingine cha tatu na cha mwisho ni hii sherehe ya kina mama wote duniani. Wanawake, hongereni sana
wanawake mnapiga mbiu, wanawake mnaendesha maisha, wanawake mchango mkubwa sana kwa jamii. Sasa hivi wanawake wengi ni viongozi kitaifa, viongozi katika mataasisi, viongozi katika jamii. Wakina mama mko sasa hivi katika mahali mbalimbali. Wakina mama walezi wa watoto katika familia mnajitahidi kufanya vizuri, changamoto za hapa na pale, lakini bado wakina mama mna jukumu kubwa sana la kuimarisha familia na kuimarisha jamii na kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo uwepo wa siku ya wanawake duniani, tunasema ni siku ya kuwakumbusha wanawake wote kwamba wewe ni mwanamke, na wewe kama mwanamke una hadhi yako kama mwanamke, na kama mwanamke unatakiwa kubeba majukumu yanayoendana na hadhi yako kama mwanamke. Kwa hiyo wewe kama kioo cha jamii ni lazima uweze kuhakikisha kwamba maisha yanavyokutazama katika jamii unayapeleka kama jamii inavyokuexpect wewe kama mwanamke katika jamii. Wanawake wengi hata katika familia wanasema wanajua kutunza mambo yao vizuri, wanajua kuweka bajeti za familia vizuri. Niliwahi kusikia na watu wanasema kwamba kama ukitaka bajeti ya familia iende vizuri, mkabidhi mwanamke. Kwa hiyo wanawake, hongereni sana, siku hii ni muhimu. Ni siku ambayo mnajitahidi kuonyesha kuja pamoja, lakini pia kuonyesha jamii kwamba mpo na jamii inatambua mchango wenu. Na mimi kwa yale niliyoyasikia leo, wanaume wengi nimeona wakiwapongeza wanawake na kuambia wanawake, endeleeni kukaza mwendo. Wanawake, endeleeni kuishi maisha ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu, na pia inawategemea sana katika hayo maisha mnayoishi. Nakushukuru sana, asante kwa kutufuatilia. Tunasema kila kitu kinaanza na wewe, so it begins with you. Do your best and God shall do the rest. Asante.